Inawezekana watu wengi wanapenda kupiga picha, kushoot video, ila katika swala la setup ikawa ni kitu kigumu sana. Kwa mfano watu watakuwa wamenunua kamera. Mfano unaweza kuwa umenunua kamera kama hii lakini haujui ufanye nini. Na by the way kamera hii ni kwa udhamini wa BBA Camera Store, inapatikana Kariakoo, mtaa wa Likoma, mbele ya kanisa la KKT. Sasa siku ya leo nitaenda kuelezea mode ya manual. Manual mode. Manake katika kushoot mara nyingi mimi huwa na shoot picha zangu au video kwa kutumia manual mode. Na katika manual mode huwa nazingatia vitu vitatu. Kitu cha kwanza ambacho huwa nazingatia ni ISO. Kitu cha pili shutter speed. Mwana shutter speed. Afu kitu cha tatu ambacho nazingatia ni aperture. Hivi ndio vitu vitatu ambazo huwa nazingatia ili niweze kupata picha nzuri. Kwa mfano katika kamera yangu nikiwasha kama hivi, utakuja kuona hapa hii ni M, manake manual mode. Hii hapa ya kwanza hii ni shutter speed, hii ni aperture na hii ni ISO. Hivyo ndio vitu vitatu vya kuzingatia. Tuanze na ISO. ISO hii ni kiasi cha mwanga ambacho kinaruhusu, yani kamera inaruhusu kukiingiza. Kwa hiyo sasa manake kama hapa ISO ikiwa ndogo labda 100, manake mwanga umeingia kwa kiasi kidogo. Ikiwa 800 manake mwanga unaingia kwa kiasi kikubwa. Na kitu cha pili ni aperture. Aperture ile ni field of view, manake ile lenzi hapa katikati hapo jinsi itakavyofunguka. Sasa hii lenzi manake kama aperture ikiwa ndogo, manake hii ni sehemu. Kwa mfano unaweza kuwa na lenzi ina aperture labda ya 1.8 na lenzi nyingine na aperture ya 3.5. Nikikuuliza ipi ni kubwa? Hii aperture ya 1.8 ni kubwa kuliko hii aperture ya 3.5. Kwa sababu gani? Hizi apertures jinsi ambavyo zinakuwa, namba ikiwa ndogo maana yake ndo lenzi inafunguka kwa ukubwa. Kwa hiyo lenzi ambayo inafunguka kwenye aperture ya 1.2 maana yake itakuwa ina uwazi mkubwa kuliko lenzi ambayo inafunguka kwenye labda 3.5. Hiyo ni sehemu ya pili. Na sehemu ya mwisho tunaongea ni shutter speed. Hapa kwa mfano hapa ipo moja ya 60. Shutter speed zina zenyewe kama mfumo kama wa fraction. Kwa mfano shutter ni ile shutter, kwa mfano ukisikia shutter ni hapa, ile speed ya kamera kucapture. Sasa kama shutter yako itakuwa ndogo, inamaanisha kamera yako itakuwa inatumia muda sana kucapture kuliko shutter ikiwa kubwa. Kwa mfano hapa ipo shutter, ipo hii tukiweka labda shutter ya 1/5. Unasikia inavyokacha. Ukija kuangalia picha yake unaona ni bright. Lakini kwa mfano kama shutter ikiwa kubwa hivi, moja labda 320, unasikia? Utakuja kuona kamera yake mwanga ufanye umepungua. Kwa hiyo shutter ikiwa kubwa inamaanisha kwamba kamera unakuwa umeipa muda wa kuingiza mwanga. Kwa kama shutter mfano ikiwa kama 1/25 na 1 ya tuseme labda 1/300, inamaanisha katika 1/300 hii ni ndogo, maana yake kama itafanya itacapture kwa speed ya haraka. Lakini kama itakuwa 1/25 maana yake hii kamera itacapture kwa hiyo kama itatumia muda mrefu kucapture ile image, maana yake ule muda ambao itatumia ndio mwanga utakavyokuwa umeingia katika kamera yako. So hivi ni vitu vitatu ambavyo unatakiwa kuviseti ukiwa unataka kupiga picha kwa kutumia manual. Malaki ISO utazingatia shutter speed na aperture. Ni namna gani unatakiwa kuviseti? Basi katika video nyingine ambayo inakuja nitakuelezea vizuri zaidi namna gani ya kuweza kuziseti hizi shutter, ISO pamoja na aperture kwa pamoja. By the way, sisi BBA Camera Store tunapatikana Kariakoo, mtaa wa Likoma, mbele ya kanisa la KKT. Karibuni sana.